Kuna hali umezaliwa nayo, umelelewa nayo, umekuwa nayo. Hiyo hali inatakiwa ife. Ukitaka kufanikiwa, usiendelee kuishi nayo hiyo hali. Narudia. Kuna hali umezaliwa nayo, umelelewa nayo. Kuna hali hata sasa unayo. Ili uweze kufanikiwa, hakikisha hiyo hali unaachana nayo. Hiyo hali inakufa. Kwenye Maombolezo 5:7 inasema, baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, nasi tukayachukua maovu yao. Hakikisha hali yoyote ya uovu iliyokuwa ndani yako na kwenye maisha yako inakufa. Watu wengi wameokoka, lakini bado wanapitia magumu. Kwenye afya wanapitia maumivu, kwenye uchumi wanapitia maumivu, kwenye ndoa wanapitia maumivu na wameokoka. Kwenye biashara wanapitia maumivu, kwenye elimu wanapitia maumivu. Katika kila kitu anachokifanya, wanakifanya katika mazingira ya maumivu. Kila kitu, akiingia kwenye mahusiano anakutana na maumivu. Ukiona unakutana na maumivu katika vitu unavyovifanya katika maisha yako, jua ya kwamba ndani yako kuna uovu. Ule uovu ndo unaozalisha maumivu katika kila kitu unachokifanya. Ule uovu ndo unasababisha mapepo ingie ndani yako na kukumiliki na kukuongoza na kukandamiza. Ule uovu. Kwa ukitaka kufanikiwa kwenye situation yoyote, hakikisha ule uovu unakufa. Walokole wengi wamekataa kufa, ndio maana wanaishi na tabu na matatizo. Wakolosai 2:11-12. Wakolosai 2:11 na 12. Ndiyo. Katika yeye mtahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono. Tohara isiyofanyika kwa mikono. Kwa kuuvua mwili wa nyama. Kwa kuuvua mwili wa nyama. Kwa tohara ya Kristo. Kwa tohara ya Kristo. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Tukazikwa. Anayezikwa ni mtu aliyekufa. Tukazikwa pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo tukafufuliwa pamoja naye. Na katika huo tukafufuliwa. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tufe alafu tufufuke na Kristo. Usipokufa ukafufuka, hauwezi kuishi maisha ya baraka na mafanikio. Utaendelea kusumbuliwa na magonjwa, utaendelea kusumbuliwa na umaskini, utaendelea kusumbuliwa na biashara yako na ndoa yako, elimu yako, uzao wako, afya yako, lakini itakutesa na kukusumbua mpaka siku utakapokubali kufa na kufufuka ili uishi maisha mapya. Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Yaani unatakiwa, kama wewe umeokoka na unaishi na Kristo ndani yako, unatakiwa ya kale yawe yamepita. Lakini leo hii mtu ameokoka, ila ya kale bado yanaendelea kumtesa na kumsumbua katika maisha yake yote. Ukiona bado mambo ya kale yanakutesa, ujue wewe haujaokoka, haujafa na Kristo wala haujafufuka na Kristo. Shida iko hivi, lazima, yani wokovu, ukishaokoka lazima ukubali kufa na Kristo na kufufuka. Ndio maana yeye alianza kutenda hilo tendo, alikufa akafufuka, mpaka sasa yuko hai. Yule mtu aliyekaa ndani yako ambaye leo hii anakutesa na magonjwa, yule mtu wa giza aliyekaa ndani yako, usipoingia naye kaburini ukafa na ukafufuka, maana yake unapokufa na kufufuka, yule mtu unamwacha, yule afufuki. Mtu wa giza afufuki. Wanaofufuka ni watu wa nuru tu, ndio tunaofufuka. Kwa hiyo natakiwa yule afe aliye ndani yako na afufuke. Wewe ndio ufufuke. Kwa hiyo ukitoka, ukifufuka, unafufuka wewe hapo mwenyewe peke yako, bila magonjwa. Unafufuka bila umaskini. Unafufuka bila maumivu ya ndoa. Unafufuka bila hasara ya biashara. Lazima yule mtu aliyekaa ndani yako afe. Warumi 6:5. Neno la Mungu linasema, ndio, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake. Kama mlivyounganika naye, yani kama ulivyokubali kumpokea wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, aingie ndani yako, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Kwa mfano wa kufufuka kwake mtaunganika, na nyinyi mtaunganishwa kwa mfano wa kufufuka kwake. Kwa hiyo ili uweze kuishi maisha ya amani, lazima ukubali kufa na kufufuka na Kristo, kama yeye alivyokufa na kufufuka. Maana yake kufa na kufufuka, unauvua ule utu wa kale. Ukifufuka, unafufuka na mtu mwingine. Wanapenda wokovu, lakini mtu wa ndani anasababisha vita katika wokovu wa waumini. Kwa hiyo huyo mtu lazima atoke. Asipotoka,
jua kabisa hautakuwa na ndoa ya amani. Biashara ndiyo utafanya, lakini hautafurahia mapato ya hiyo biashara. Unaweza kushangaa umefanya biashara, ukianza kufika muda wa kuhesabu mapato unashangaa hamna kinachopatikana. Kuna binti moja nilikuwa namhudumia, akanambia mimi nafanya biashara sokoni Kariakoo. Sisi biashara zetu pale sokoni Kariakoo huwa azilali. Tunauza chakula mama ntilie. Biashara mama ntilie ni biashara ambayo ina hela. Inafahamika, ina faida. Yaani biashara chakula ina faida. Na ukipata sehemu ambayo chakula kilali kama Kariakoo, wanakuambia si chakula kilali. Sasa utakuta umehudumia watu wote, umekusanya mapato yote. Ikija sasa muda wa kupiga hesabu sasa, hela kabisa iko vizuri kamili. Kwa sababu vitu vyao wanachukua kwa kukopa. Kalipe mchele, unatoa ile hela, unalipa sehemu ya unga, unatoa ile, unalipa maharage, unalipa sehemu uliochukua nyama, unalipa sehemu uliochukua nyanya, unashangaa kuja kubaki kuna buku. Alafu nyinyi mko wanne. Yaani mahesabu tunapiga vizuri. Kwa hiyo pale katika kugawana pale, yule mtu wa ndani anachukua chake mapema. Kwa hiyo utashangaa biashara wanafanya alafu hakuna faida unayopata. Kuna wengine hela wanapata, ila anapotea kwenye mazingira kutatanisha. Kwa hiyo yule mtu unazaliwa naye tangu utoto. Yule mtu unazaliwa naye tangu utoto, kazi yake kusimamia sheria za ukoo uzifanye. Kama kwenye ukoo kuna umaskini, basi anakuja kuhakikisha naona kuwa maskini yule kuzaliwa nao. Kama kwenye ukoo kuna magonjwa fulani, basi anahakikisha na ule ugonjwa wewe unakuwa nao. Yaani wale wanasimamiaga maagano, mikataba na sheria za kwenu. Kama kwenu hakuna ndoa, wale wanakuja kusimamia usiolewe au usioe. Kwa maana wale wanasimamia sheria na maagano na mikataba. Ndio maana sisi tunakuwa na maombi kila Jumanne na Alhamisi ya kuvunja maagano, sheria na mikataba ya asili ya kuzaliwa kwako. Kwa maana kama hautokee katika asili ya kimungu na kujavunjwa maagano kule, lazima wewe usimame kuvunja, ndio utakuwa salama.